Action. Yes sir, boys and girls, mothers and fathers, brothers and sisters. Jina langu naitwa Benjeko, public informer, half man half amazing. Na hii hapa ni Marafiki TV. Katika kuonesha urafiki wetu na ukaribu ni pale tunapokupasha habari ambazo zinazotufikia kama breaking news. Lakini leo tupo live, tunajaribu kuzungumzia mambo mbalimbali ambayo yanatokea na matukio ambayo yanatokea katika ulimwengu wetu, nazungumzia duniani kote. Na taarifa ambayo sasa hivi na trend sana ni kuhusu Marekani kuvamia nchini Venezuela katika sababu ambazo yeye mwenyewe anaziona kwake zilikuwa zina msingi sana na kumkamata rais wa Venezuela pamoja na mkewe. Lakini bado kuna meli ambayo ameikamata, inasemekana ina bendera ya Urusi, na Urusi pia wamejia juu hii nchi ya Marekani baada ya kukamata meli hiyo. Lakini pia tutakuwa tunajaribu kuwa na wageni ambao watakuwa nao wanachambua na wanajua political kwa ukubwa sana na wanajua matukio ya kidunia ambayo yanaendelea hivi sasa. Tupo na ndugu yetu hapa. Karibu sana. Mambo vipi? Safi. Shwari, karibu. Moja kwa moja wanaokuangalia hivi sasa nataka wakujue na unafanya nini na shughuli yako ni nini kwa ujumla. Moja kwa moja tuende kwenye topic. Mimi naitwa Seven. Yeah. Pia ni mchambuzi wa siasa. Yeah. Moja kwa moja dunia sasa hivi inaelemewa na matukio mazito sana. Sasa tukio la kwanza ni tukio la Marekani kwenda kuivamia Venezuela na kumteka rais wa Venezuela pamoja na mkewe. Moja kwa moja sababu ambazo zilizopelekea ni kuonesha kwamba kufanya biashara ya madawa na kuleta nchini Marekani. Hicho ndio kitu ambacho Trump amejaribu kukiingilia na kufanyia kitoa. Moja kwa moja kwa upande wako, juzi Trump amekamata pia na meli ambayo iliyokuwa na bendera ya kiashiria cha nchi ya Urusi, maana yake inamilikiwa na Urusi, lakini Urusi nao wamejia juu. Kwa upande wako, tunaenda kuona vita kati ya Urusi na Marekani au tunaenda kuona mvutano wa nchi hizi mbili kubwa duniani? Unajua kuna kitu kimoja watu hawajakielewa. Yeah. Trump wakati anachia madaraka mwisho na kauli ambayo aliongea. Yeah. Na katika kauli yake alisema kwamba nadhani ilikuwa ni baada ya kuachia madaraka wakati wa Biden. Yeah. Katika speech zake moja alisema kwamba haamini kwamba Marekani tunanunua mafuta kutoka kwa Venezuela. Yeah. Wakati yeye alikuwa rais iko bado kidogo tu wachukue ile mafuta. Yeah. Kwa ukiangalia kwamba huu mchongo wa kusema kwamba kuna madawa ya kulevya mengi ambayo yanaingia Marekani kupitia Mexico. Kama kweli anataka kudhibiti madawa ya kulevya, ibidi idhibiti Mexico na zile nchi nyingine ambazo zinamchukua. Lakini walisia kwamba zile madawa ya kulevya yanatokea Venezuela hauna uhalisia wote. Lakini ukiangalia kabisa dhumuni kubwa ambalo hata yeye amekuwa akiongelea ni kwamba nataka yale mafuta ya Venezuela. Na unajua kwamba Venezuela ndio nchi ambayo ina mafuta mengi zaidi duniani. Yeah. Moja ya vitu ambavyo watu wengi sana wanajaribu kulizungumzia ni baadhi ya nchi za Ulaya zikiingilia kati kuhusu swala hili kwamba Donald Trump amefanya jambo la fedheha, jambo la uzalishaji kwa rais wa Venezuela. Lakini pia nchi nyingi huwa azimsupport Donald Trump kwa mambo mengi anayofanya, kwa sababu hata tunaona hivi sasa Irani pia wapo kwenye kucomplain Marekani kwamba anaingiza magaidi katika nchi ya Irani ili kufanya fujo. Kwa hiyo moja kwa moja tuangalie Marekani inaenda kujitengenezea wigo wake wa kuchukiwa na nchi nyingi kutoka Ulaya au dunia nzima, au inaenda kutengeneza ubora wake kama nchi ambayo inaogopewa sana zaidi duniani. Marekani kwa sasa ina poromoka. Yaani kama ni empire ambayo inataka kuanguka sasa. Yeah. Kwa sababu gani? Ukiangalia kwamba kwa sasa hata Trump katika kauli zake ambazo ameongea juzi amesema yeye afuate sheria zake. Kuna sheria za kimataifa zimewekwa, uruhusiwi kuvunja, kuingilia uhuru wa nchi nyingine. Kila nchi ina sheria zake, kila nchi inajitegemea. Huwezi ukaenda kuteka rais wa nchi nyingine kwa sababu yoyote ile, alafu unaenda kumhukumu kwa sheria za nchi. Yaani unamteka rais wa nchi fulani ambao hiyo nchi na sheria zake, unaenda kumhukumu katika nchi yako, mahakama yako na sheria zako, na kwa kesi ambayo haina mashiko. Hamna nchi ambayo ina support dunia zaidi ya nchi moja ya Israeli. Unaona support, lakini nchi nyingine zote zimepinga hilo swala na kusema kwamba ni uvunjifu wa amani. Ukiangalia mpaka sasa kwa taarifa inasemekana katika ile tukio raia sio na hatia wao zaidi ya 40. Kitu ambacho sio na ukiangalia hata media nyingi hata za European zimekuwa zina cover kuhusu mambo ya vifo na feature
Waziri Mkuu wa Israeli Netanyahu ana ushirikiano mkubwa sana na Rais wa Marekani Donald Trump. Hii inajulikana. Na tunaona matukio mengi ya Israeli, support kubwa inatoka kwa Marekani. Kwa hiyo hizi nchi mbili nadhani zinatengeneza wigo wake kwa ajili ya kuleta conflict miongoni mwa nchi ambazo zina nguvu. Moja ya vitu ambavyo vinazungumzika sana ni kuhusu email iliyochukuliwa yenye bendera ya Urusi. Na tunajua kabisa Urusi ni nchi ambayo yenye nguvu kubwa. Na Urusi inashirikiana na nchi nyingi kama China, Korea Kusini. Kwa hiyo tunaona vitu ambavyo vinaweza kaenda kutokea ambavyo baadaye dunia inaweza kupata athari kubwa. Kwa upande wako unawezaje kutoa ushauri kwa hizi nchi ambazo zinajaribu kuingia katika mvutano wa kivita kama hii, lakini pia kwa wale watazamaji wanaokuangalia wapate funzo gani kuhusu huu mvutano wa kisiasa na mvutano wa nchi kubwa duniani? Swala la utekaji wa meli ya Urusi ni swala ambalo limeshtua watu wengi sana. Kumbuka pia ni mpango, ni mkakati ambao nadhani utamgharimu Marekani kwa mbele. Unajua Urusi ni nchi ambayo haichukuaji hatua za hapo hapo. Yaani unaweza kufanya jambo yenyewe inakaa chini, inapanga mkakati sasa namna gani itakujibu mashambulizi yao. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo litakuja kumgharimu sana Marekani. Mimi najua amefanya hivyo kwa sababu gani? Hizi nchi za Urusi na China zimekuwa za mkakati wa kuivunja nguvu dola, wanaita de-dollarization. Kuhakikisha kwamba dola inashushwa nguvu. Hata katika manunuzi yao watumie hela ya Marekani, US dollar na US dollar. Kwa hiyo sasa alichofanya Trump ni kuteka zile meli zote ambazo zilikuwa zinasafirisha mafuta huko, kuchukua mafuta yote ile nchi ya Venezuela. Na amesemaje juzi kwamba China na Urusi kama mnataka kununua mafuta mnaweza kununua mafuta ya Venezuela kupitia Marekani. Inamaanisha nini? Watanunua kwa kutumia dola ya Marekani. Kitu ambacho China na Urusi hakitaki. Hata hiyo kumfaidisha Marekani kwamba kuifanya hela yake iwe na nguvu. Maana inapozidi kununua kwao, hela yake ndio inazidi kwa nguvu. Kwa hiyo funzo ambalo inabidi tulichukue kwa nchi za sisi huku Afrika wazi ni kwamba ukiona mwenzako ananyolewa sasa kuweka nywele. Unajua nchi za Afrika nyingi sisi tumekaa tu, sisi ni nchi zenye amani, hatutaki vita nini. Lakini angalia kinachofanyika. Njia pekee ambayo unaweza kuilinda nchi yako ni kuhakikisha una jeshi lenye nguvu, kuhakikisha unatengeneza jeshi lako. Nchi ziweze kujitegemea kiuchumi. Hata kama siku unaitoa vikwazo na nchi nyingine uweze kujitegemea kiuchumi. Kwa hiyo hilo ndio funzo kubwa kwa nchi za Afrika. Tuache kwa mapapeti ya machao hizi nchi za Ulaya, tuimarishe nchi zetu. Mimi nadhani mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji wa Marafiki TV umemwelewa vizuri sana Bwana Seven ambaye ni mchambuzi mahiri na mchambuzi shupavu wa siasa. Nazungumzia na mchambuzi mwanadiplomasia wa kuzungumzia vitu kama hizi na vitu ambavyo anavyozungumza ni kwa point. Mimi naitwa Benjie Kumasa, Public Informer, Boys and Girls. Naomba tukutane wakati mwingine tena, lakini usikose kutufuatilia katika peji zetu zote Facebook, Instagram, bila kusahau Twitter, lakini pia kumfuatilia Bwana Seven katika mitandao yake ya kijamii. Katika mitandao yote anapatikana kama Seven. Unaweza kutafuta kama Disark. Thank you. Tukutane muda mwingine. Napenda mwenyewe.